Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11, maandiko yanasema si wote wenye mbio washindao katika riadha, na wala si wote walio hodari washindao vitani, na wala si wote wenye hekima wapatao upendeleo, wala wenye maarifa wapatao chakula. Bali wakati na bahati wapata wote. Moja ya kitu ambacho wengi huwa tunakiangalia, huwa tunaangalia wakati na bahati wapata wote. Sasa kitu cha kujiuliza, vipi huo wakati ukikupata alafu na demandi uwe hodari? Manake kama haukujitengeneza kuwa hodari huko nyuma, hiyo fursa imekupita. Vipi huo wakati na bahati ukikupata ila ukawa unahitaji tu uwe na hekima, halafu hiyo hekima hukuwekeza? Kwa sababu hekima huwa ni uzoefu, na uzoefu hauwezi kuutengeneza kwa siku moja. Manake kuna muda uliwekeza kutengeneza, ukapata huo uzoefu na ukawa nao. Lakini pia vipi kama hiyo fursa na huo wakati umefika, halafu una demand uwe na maarifa fulani, na wakati ambao ulipaswa uyawekeze yale maarifa uwe nayo ulipuuza, shetani alikuingizia kupuuza. Moja ya kitu ambacho shetani akifanikiwa kukiweka kwenye moyo wa mtu kwamba puuza kusoma, puuza kuomba, puuza kufunga, puuza kufuata watumishi wa Mungu, puuza kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu, puuza kufanya hiki, puuza kuchukua kozi fulani, anakuibia majira yako, anakuibia nyakati zako, kwa sababu anajua hivyo vitu leo ukivifanya, kuna siku kwenye saa ya kuinuliwa kwako itafika na itavihitaji. Sasa atakachokufanya, atakufanya uvipuuze hapa katikati, ili utakapofika ukutwe huko mikono mitupu. Utakapofika kule ukutwe huna chochote, alafu katika ukikutwa hauna chochote, ile fursa imekupita, kwa sababu wakati na fursa wapata wote. Kwa nini Biblia inasema kwamba si wote wenye mbio washindao? Wasipokutana na fursa hawashindi, ila wakikutana na fursa wenye mbio ndio wanaoshinda. Wasipokutana nazo, hapo ndo tunasema fursa imewakuta, lakini fursa haijawapata, kwa hiyo mbio zao hazijawafaa kitu. Lakini kama fursa imefika na inataka mbio zao, inataka hekima zao, inataka uhodari wao, inataka ushujaa wao, inataka hekima zao, inataka maarifa yao, maana yake hawa wenye hivi ndio wanashindwa. Na hivi vitu siku zote huwa havitokei tu kama ajali, ni vitu ambavyo huwa ni uwekezaji wa mtu. Maarifa sio kitu ambacho mtu atakipata siku moja, ni uwekezaji mwingi. Lakini pia hekima sio kitu kimoja mtu atakipata. Mtu mmoja aliwahi kusema katika hekima za Kiafrika, akasema mzee akiwa chini ya mti ana uwezo wa kuona ng'ambo ya pili ya mto, ili hali kijana kipanda juu ya mti huo hawezi kuona ng'ambo ya pili ya mto. Akiwa anamaanisha nini? Uzoefu ni hekima. Mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu ana uzoefu fulani, hiyo ni hekima yake, na wala huwezi kuipuuza. So shetani kwa vyovyote vile usiruhusu akakufanya upuuze kitu, kufanya kitu ambacho hicho kitu kimebeba kuinuliwa kwako, kimebeba majira fulani, kimebeba fursa yako ya majira fulani. Kwa sababu atakapokufanya au atakapokushawishi ukipuuze, basi hapa atakuwa amekuibia majira ya kuinuliwa kwako, majira ya kubarikiwa kwako, majira ya mipenyo yako, majira ya kufanikiwa kwako. Na kwa sababu hiyo, hakikisha kwa vyovyote vile hauwi chini ya ushawishi wa shetani wa namna yoyote ile, kwa sababu ushawishi yoyote wa shetani huwa anautumia kuiba majira ya mtu, huwa anautumia kuiba majira na nyakati za mtu. Lakini pia usikubali kwa namna yote ile shetani akufanye upuuze kufanya kitu sahihi ambacho unaona kwenye njia yako ya hatima, kwenye kuinuliwa kwako kimewekwa huko. Kwa sababu wakati na bahati vitakapokuja, vitakutaka moja kwa moja. Penye mbio uwe na mbio, penye hekima uwe na hekima, penye maarifa uwe na maarifa, penye uhodari uwe na maarifa. Naitwa Mchungaji Dismas Emmanuel. Mungu akubariki. Asante.